Kulizuka na kizaazaa katikati mwa mji wa Kisii. Na hii ni kufuatia na mwanamke mmoja ambaye alishukiwa kuwa mwizi, na kilichotendeka kwake kutokana na wale ambao walikuwa wanamuandama ni wizi ambao ulipelekea yeye mio mashetani. Inadaiwa kuwa kuna mganga mmoja mjini Kisii ambaye baada ya mwenye kuibiwa kufikia kwake alimwambia kwamba atamsaidia kwa kumletea mwizi huyo. Mama huyu alikuwa mmoja wa wale watu ambao wangeangamia kutokana na mavamizi ya nyuki ambazo zilitumwa na mganga kwenda kumleta. Kilichojiri ni mama huyo kuandamwa pamoja na kutembezwa katikati mwa mji wa Kisii. Wenyeji na wakaaji wa mji wa Kisii walishuhudia sinema ambayo ni kioja cha haja, huku wakijiuliza maswali mengi kuhusiana na kile ambacho kilimtendekea mama huyo. Duru za kuaminika zimearifu ripoti hii kuwa mwanamke huyu amedaiwa kuwa kaiba pesa kutoka kwa kazi yake ya ukahaba mjini Kisii, na mwenye kuibiwa akashiriki tambiko na kwenda kupata ujumbe kutoka kwa mama MUTHEU. Mama huyo alimuelekeza kwamba ataletewa pesa zake, na haya ndiyo majibu. Mpenzi mtazamaji, katika ripoti hii tungependa kushuhudia na yale ambayo yamekinzana katika mtafaruku yote huu. Je, ni kwa nini mwanamke huyu amezingirwa na nyuki uso na nyuki hao hawazingiri mdomo, macho pamoja na sehemu zingine? Swali la pili, mbona mwanamke huyu na nyuki ambao wamemzingira hawaumi wengine ambao wanazingira ama wanapita kando kando mwa barabara? Kwa kawaida nyuki huwa wakali wanapovamiwa na watu ambao hawajulikani, walakini hawa nyuki ambao wamezingira mama huyu hawaonekani kuwa na kiwewe hicho, jambo ambalo linazua maswali chungu nzima. La kumi ni kwamba shughuli za mama huyu zimekuwa zikifanywa kila siku ya soko ya mji wa Kisii, hasa siku ya Jumatatu pamoja na Alhamisi. Siku ya leo ni siku ya Alhamisi. Ieleweke fika kwamba mama huyu alikuwa anaelewa vizuri kwamba siku ya leo ya Alhamisi hayo soko iko katika eneo la daraja 2, ulikuwa na watu chungu nzima, na hivyo ingevutia umati wa watu ambao wangeendelea kufuata nyayo zake za mganga. Kilichoshangaza wengi ni kufuatwa kwa maafisa wa polisi ambao hawangechukua muda wowote, na ni vipi wale waandamanaji ambao walikamata mwanamke huyu hawakuwa wa haraka kumfikisha katika kituo cha polisi, jambo ambalo limezua mtafaruku. Je, huu ni uongo wa wazi ama huyu mwanamke kapako mafuta ya kuvutia hawa nyuki peke yake ili kudhibitisha uwepo wa nguvu zake mganga huyu? Ni sarakasi ambazo zimeendelea kuwakumba wakaaji wa Kisii, hasa wakiingia katika mtego wa kudanganywa na waganga ambao wametia mienendo yao ya kuandika nambari za simu kila mahali, huku wengine wakidhibitisha kufanya ukora wao wa uganga katika njia potovu. Nikiripotia Africa Finest TV, jina langu ni Gilbert Kobi.